kwamba kupitia maisha yake Bwana aweze kuwa baraka katika kazi yako. Naomba hivi kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Wote wakasema amina. Sisi kama viongozi wa dini tuna wajibu wa pekee wa kuliombea taifa letu, pengine kuliko watu wengine wote. Na ninaposema kuliombea taifa letu, tunayo maelekezo rasmi kabisa kwenye Biblia yanayotutaka tuliombee taifa letu. Na kwa kuwa nimeona wengi mnatembea na Biblia zenu na vitendea kazi wamepewa hapa viongozi, basi hebu tujielekeze kwenye Mambo ya Nyakati 7:14. Na mimi nitasoma: kama watu hao wangu wakijinyenyekeza, wakasali, wakanitafuta na kuacha njia zao mbaya, basi mimi nitawasikiliza kutoka juu mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuistawisha nchi yao. Kwa wajibu wa kuliombea taifa letu ni maelekezo ya Biblia, si jambo la hiari kwa viongozi wa dini. Usije uko unatembea huko baba askofu unasema nikitaka nitaombea taifa, nikitaka siombei. Ukitamka maneno haya laana inakutafuta. Ni wajibu wa kila kiongozi wa dini kuliombea taifa letu. Naomba msichoke kuliombea taifa letu. Kwa nyinyi ambao ni viongozi wetu wapya wa kanisa, ameongea mwenyekiti wetu mpya Fernandez, akasema kwa kweli nyinyi mjue mnaenda kutumikia, sio mambo ya vyeo. Na mimi nasema jambo hili wala sio siri. Tujielekeze kwenye Marko 10:45. Na nitasoma kapengele haka kidogo: kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa bali kutumikia. Kama Yesu anajieleza kwamba alikuja kutumikia sio kutumikiwa, mimi askofu ni nani? Kwa wote tutoke hapa tukiwa tumejielekeza katika moyo wa utumishi kwa nchi yetu, tuwe tayari kutumikia taifa letu, tuwe tayari kuwatumikia waumini na kanisa letu. Tutoke tukijua tuna msalaba mkubwa kichwani mwetu wa utumishi na una baraka za Mungu, utoke ukatimize wajibu wako. Nataka kupitia maombi yenu, watu wote ambao wana mawazo ya wizi, ubadhirifu, uchonganishi, wenye mawazo ya damu za watu, wale ambao wanatamani vitu vibaya vibaya kwa nchi yetu, Ikulu waone hapa ingiliki kwa namna yoyote ile. Wasitamani hata kusogea karibu na rais. Na ndio maana nimetaka nitupie maombi yenu nyinyi, watu wote wanaoamini katika dini, tumuombe rais wetu. Na hapa kwenye shughuli ya leo, Ikulu yetu kutoka hapa tulipo iko magharibi. Ipo magharibi huko. Na ninaposema tumuombe rais na tufunge milango ya Ikulu zidi ya watu wabaya, wasipenye watu wabaya wanaokwenda kushauri vibaya kwa rais. Rukukatekete rakeketo kate rake rakate rake rakate rake rakate makate makarikito makate rakato makato ratenmoch makandosh makandosh. Baba, umesikia ombi la makamu ya rais juu ya Ikulu Baba. Baba, wewe una macho, unachunguza mioyo ya wanadamu. Kila mwanadamu ambaye ana mipango mabaya juu ya nchi yetu na juu ya mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kufunga kila milango ambayo utakayojaribu kwenda Ikulu au kukutana na mama yetu. Tunaivunja katika jina la Yesu. Baba, tunafungulia malaika ya ulinzi waende kule Ikulu, wailinde Ikulu Baba. Baba, walinde na wale wote ambao watafika pale Baba, kama uliofanya enzi ya Elia. Elisha walipokuja kutafuta Elisha hawakumwona. Baba, naomba itokee katika jina
jina la Baba naye Mwana naye Roho Mtakatifu, na utasemea amen. Amen.